Kwa kanda ya Ziwa, viazi vitamu ni miongoni mwa mazao ya mizizi yanayobeba matokeo mazuri ya kuimarisha afya, lishe na uchumi wa jamii. Zao hili si la chakula pekee, bali pia ni biashara. Ni chanzo cha kipato kwa wakulima na nguzo muhimu katika usalama wa chakula. Sasa licha ya kuwa miongoni mwa mazao muhimu ya chakula, lakini uzalishaji wake umekuwa ukikutana na changamoto kubwa ya upatikanaji wa mbegu bora na safi kwa wakati pindi msimu wa kilimo unapofika. Mbegu hizi ni zile zenye ukinzani dhidi ya wadudu waharibifu na magonjwa ya virusi. Watafiti wanasema magonjwa haya yanashusha uzalishaji hadi kufikia chini ya tani 5 kwa hekta badala ya zaidi ya tani 15 zinazopaswa kuzalishwa kutegemeana na aina ya mbegu. Ili kutatua changamoto ya upatikanaji wa mbegu bora na safi kwa wakati, Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI kupitia kituo cha Ukiriguru inaendelea kufanya utafiti ambapo hadi sasa tayari kuna teknolojia 3 za uzalishaji wa mbegu. Tulianza na uzalishaji kwa kutumia njia za kawaida, conventional method, kama hii ambayo mnaiona hapa. Conventional method ni njia ambayo tunapanda mbegu katika kitalu nyumba, lakini kwenye seed bag za kawaida, vitalu vya kawaida kama mnavyoona hapa. Na katika njia hii tunatumia forest soil pamoja na mbolea aina ya urea ama NPK. Kwa hiyo njia hii wakati tunaanza ilikuwa mkombozi kwa wakulima, kwa sababu tulikuwa tuna uwezo wa kuvuna mbegu kwa kuanzia wiki 8 mpaka wiki 10. Teknolojia hii ya conventional inatumia matuta tu ya kawaida kuzalisha mbegu. Lakini hebu fikiria, wiki 8 hadi 10 ndio mbegu iwe tayari kumfikia mkulima. Je, njia hii inaweza kukidhi mahitaji ya upatikanaji wa mbegu kwa wakati? Watafiti walikwenda mbali zaidi na kuja na teknolojia ya sandponic system inayoongeza kasi kwenye uzalishaji wa mbegu za viazi vitamu kwa zaidi ya 20%. Katika teknolojia hii tunatumia mchanga badala ya udongo. Ukifananisha na ile ya convention, tunatafuta mchanga ambao uko pembezoni mwa mto ama ule mchanga ambao umeoshwa na mvua, umepelekwa sehemu moja na mvua. Kwa nini tunatumia aina hiyo ya mchanga? Tunatumia mchanga wa pembezoni mwa mto kwa sababu tunaamini mchanga huu unakuwa hauna vimelea vya wadudu na magonjwa. Na tunapochukua huu mchanga tunakuja tunausafisha kwa kutumia jiki. Kwa nini tunasafisha? Tunasafisha ili kuondoa virutubisho vyote vilivyopo kwenye mchanga, kwa sababu teknolojia imekuja na aina maalum za mbolea. Na aina hizo tunatumia mbolea ya magnesium nitrate, pia tunatumia mbolea ya calcium triple phosphate kwa ajili ya kupata kirutubisho cha phosphorus. Tunatumia mbolea ya aina ya microsobi kwa ajili ya kupata kirutubisho cha boron, lakini pia tunatumia calcium nitrate kwa ajili ya kupata kirutubisho cha nitrate. Kwa hiyo kupitia hizi mbolea maalum zilizowekwa, tuna uwezo wa kuzalisha mbegu za viazi vitamu kuanzia wiki 4 mpaka 6. Kutumika kwa teknolojia hii ni matokeo ya ushirikiano kati ya TARI na Kituo cha Kimataifa cha Viazi yani SIP cha nchini Kenya. Ingawa katika utekelezaji wake zilibainika changamoto kadhaa zilizosababisha ugunduzi wa teknolojia nyingine tena. Na miongoni mwa changamoto hizo tulikuta hali ya hewa ya wenzetu inatofautiana na sisi kwetu. Kuna wakati ile idadi ya mivuno haikuwa inaenda sawa kama lakini wakati tunaendelea na majaribio ya kuona namna gani mbolea zetu zinaweza kutumika kwenye teknolojia ya sandponic, tumekuja kuadopt tena teknolojia nyingine ya uzalishaji wa mbegu kwa njia ya haraka ambayo inaitwa tunnel. Hii tunnel inafunikwa na plastic materials. Kwa hiyo plastic material zinatoa humidity ya kutosha, unyevu wa kutosha ambao na joto la kutosha zinafanya mbegu zetu ziweze kuota kwa haraka. Unachotakiwa kufahamu ni kwamba teknolojia zote hizi zinalenga kukidhi hitaji moja tu ambalo ni upatikanaji wa mbegu bora na safi kwa wakati. Na kisha mbegu hizo huwafikia wakulima kupitia wadau mbalimbali. TARI Ukiriguru inafanya kazi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo. Kwa mfano halmashauri za wilaya mbalimbali, NGOs mbalimbali. Wadau wanapata mbegu hapa kituoni. Baada ya kupata mbegu hizo wanakwenda kuzalisha
ili basi mbegu hizo ziweze kuwafikia wakulima wengine katika maeneo rafiki na maeneo karibu yao. Kitu muhimu zaidi cha kuzingatia ni kwamba unapozungumzia viazi vitamu unazungumzia vitamini A, lakini pia unazungumzia zao linalostahimili mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile unazungumzia zao linaloweza kuongezwa thamani na kuzalisha bidhaa mbalimbali za chakula. Je, kitu gani kingine zaidi ungependa kufahamu kuhusu viazi vitamu? Tuambie kwenye comment.